Mwingine hatima yake ni mwinjilisti. Huyo sio mchungaji, ni mwinjilisti tu. Japo unaweza kawepo mchungaji, ni mchungaji na mwalimu, ni mchungaji na mwinjilisti, ni mchungaji na mtume, ni mchungaji na nabii pia. Inawezekana. Sasa hatima yako wewe ni ile ambayo Mungu amekupangia kwenye maisha yako utakavyokuwa. Hiyo ndio hatima yako. Sio tu kumtumikia Mungu, utamtumikia Mungu kwa njia ipi? Hatima yako pengine kuwa mwalimu wa secular, profesa wa secular. Hatima yako kuwa na chuo cha ufundi stadi, chuo cha kutoa degree, au kuwa na shule ya sekondari. Hatima yako unajikita hapo kwenye hatima yako ambayo Mungu alikuwekea. Sasa hatima, kabla ya kufika kwenye hatima, kuna vitu vingi. Hatima ni njia ya kiungu, ni njia ya kiungu ambayo Mungu aliandaa kwa ajili yako kabla hujaumbwa. Njia ya kiungu ambayo Mungu aliandaa kwa ajili yako kabla hujaumbwa. Njia inakufikisha mahala pale ambapo Mungu ametaka ufike. Angalia ile Zaburi ya 139. Zaburi ya 139 mstari wa 16 unasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado ziliandikwa chuoni. Ndio maana nasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Kwa hiyo kabla hujaumbwa, Mungu ameandaa hatima yako. Amekuwekea njia. Utapita hapa, utaenda hapa, utatokea mahali fulani. Sasa Maiko hapa msema yeye ajue hatima yake. Usikute mpaka sasa hivi yuko kwenye njia anapita, bado hajafika. Amina. Ametoka kule, ni wapi kule? Mbeya. Kijiji kinaitwaje? Nani, Mbozi? Mbozi sio kijiji, ni wilaya. Umesahau na kijiji kilichotoka. Ulipotoka kule, break ya kwanza ilikuwa break ya kwanza? Ilikuwa Ubungo. Ubungo? Yeah. Mbona stendi bana? Yeah. Katoka kule, kaishia Ubungo stendi. Hizo ni hatua, ni njia. Kutoka Ubungo sio kama miezi miwili, sio mitatu. Kaja Suka, si ndio? Au kuna mara unaenda tena? Mbezi Beach. Mbezi Beach ukadinda. Akamlizi bana. Kutoka pale amekuja wapi? Suka. Kutoka Kulinda amekuja Suka, amekuwa bodaboda. Kutoka bodaboda amekuwa shooter, si ndio? Na director. Naona Amina kubwa, amina sana. Unaweza kukuta kumbe amepita huko kote ili aje awe director. Mungu alimwandalia toka huko awe director. Leo unapomwona hivi bado hajafika pale anapotakiwa. Baadaye unakuta na kampuni kubwa. Amen. Ameajiri watu. Kule kwenye bodaboda nilikuwa napita tu. Kwenye vichekesho. Ni vichekesho ndio unafanya gauni nini? Comedy. Kwenye comedy anapita bado hajafika. Amen. Anapokwenda ni kwenye director. Anakuwa na kampuni yake kubwa. Ana kila kitu pale kwa ajili ya kushuti, kufanya nini, kampuni kubwa. Hawa watu wa Vodacom wanamfuata, wafanyia matangazo sijui wapi na wapi. Hawafanyia matangazo. Hapo amefika. Amen. Hiyo ndio hatima ya mtu sasa. Amen.
Sasa ukimuuliza anasema namtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu sawa, lakini kuna nini zaidi? Hapo sasa namtumikia Mungu. Namtumikia Mungu. Kuna nini zaidi? Zaidi ni kile Mungu alichokiweka ndani yake. Wewe unaireta wa filamu na nini na nini na nini. Awe na kampuni yake mwenyewe, lakini bado anamtumikia Mungu. Hiyo ni hatima. Namba 2, hatima ni nini? Ni kazi au jukumu la kipekee ulilowekewa kulifanya hapa duniani. Kazi au jukumu la kipekee ulilowekewa kulifanya hapa duniani. Sasa hatujakuja hapa kupita, tunapita. Liko jukumu, iko kazi ambayo ya kipekee kwako, ambayo Mungu ameweka ndani yako. Sasa hiyo kazi ya kipekee, hilo jukumu la kipekee unalolifanya, ndio hatima yako. Hatima yako. Hatujaja kutembea. Ndio sababu wakati mwingine wanasoma wasifu wa marehemu. Marehemu alizaliwa, akaanza kula na kutembea, ametembea na sasa amekufa. Wasifu umeisha. Hatujaitwa kufanya hivyo. Siku wanasoma wasifu wako kwenye kaburi, wasome hatima yako ilikuwa ni nini hapa duniani. Ni jukumu gani uliloitiwa ambao unalifanya? Sasa huyo hapa ni Michael Haizuru. Alizaliwa mwaka huu kule Mbozi, akaja Dar es Salaam, amesoma mpaka darasa hili, chuo hiki, akahitimu, akaendesha boda miaka kadhaa. Baadaye akaacha kuendesha boda, akawa mwigizaji. Kuna mlizi sawa, alikuwa Masai kipindi fulani. Haya, huko kote huko mpaka nakufa. Huyu ni director maarufu katika nchi ya Tanzania. Wasifu wako umeishia hapo. Ni wasifu mzuri, sio hakuna cha kusema, maana hauna kazi ambayo wewe ulijia kufanya hapa ulimwenguni. Amina. Ulikuja kula na kunywa na kuondoka. Hakuna ambaye amezaliwa ale na kunywa na kuondoka. Kila mmoja wetu ana jukumu la kufanya ambalo Mungu ameweka. 3, hatima ni kusudi la wewe kuishi lililowekwa kabla ya wewe kuumbwa. Kusudi la wewe kuishi. Ni kwa nini unaishi? Unaishi ule na kunywa? Kwa sababu gani unaishi? Ukiwa na sababu ya kuishi, basi hiyo ndio hatima yako. Hilo ndio kusudi ambalo Mungu aliweka kwako. Kama hivi sasa mimi naniona mchungaji, bishop, ndilo kusudi naloliishi, ndilo kusudi la mimi kuwepo. Kuniuliza wewe kwa nini unaishi? Ninaishi kwa sababu mimi ni bishop. Nafunga sauti zaidi. Okay. Kusudi la wewe kuishi ni nini? Kwa nini unaishi? Mike, kwa nini unaishi? Sababu Mungu ana kusudi yake. Naam. Mungu ana kusudi lake mimi kuishi. Ni kusudi gani ambalo liko ndani yako? Yaani usipojua kusudi ambalo liko ndani yako, wewe hauna hatima. Haujui kwa nini unaishi. Unaishi ule na kunywa. Sasa rafiki, tumezungumza kwamba hatima yako ni kuwa na kampuni kubwa ya filamu na nini. Hapo unasema hujui kwa nini unaishi. Halo. Ningekuwa mwalimu wa secular ningechukua fimbo sasa hivi. Fimbo, viboko vinakuwa